hapa nyuma yako. Sema shida yako. Kumbe unaniona eh? Na kushangaa mtu mzima unajidalisha mchana kweupe. Kumbe wewe mtu umekosa adabu eh? Ngoja nikushikishe adabu sasa. Hilo ni onyo. Onyo. Subiri. Kumbe mmeianzisha vita. Baba, mtihani huu tumeufanya jana. Kwa hiyo natakiwa upate 50, si ndio? Jitahidi. Nai? 47. Najitahidi sana. Na ujitahidi kusoma. Unajua mwaka una mtihani wa taifa? Sema mwe. Au bado na maono? Baba, nimekumbuka. Kuna kitu nataka nikwambie. Huyu anataka kumwambia nini baba yake? Si ikawa anataka kumwambia kuhusu siri yangu? Hapana. Nini? We Sophie. Kazi yangu unakupa umefanya? Sasa kama kazi yangu hujafanya, umekaa hapo unafanya nini? Niko nabeba mitihani yangu. Wewe. Naomba upite hapo uende ukafanye kazi yangu. Fanya haraka. Tulikuonya wewe.
na ila ukaacha mambo ambayo yamekuleta hapa na ukaanza kufanya vitu ambavyo havina msingi. Tulikupa muda, lakini ukachana na ule muda ukaanza kuingia katika vita ambayo huwezi. Hebu fikiria, nisingefika mimi pale, nini ambacho kingekutokea wewe? Naona kazi imekushinda. Sasa nimeingia mwenyewe, kiwembe makali makata. Acha nishughulikie na wewe na kuvua vyeo. Na hilo vazi ambalo umelivaa sitaki nilione. Utakuwa mchawi wa kawaida kuanzia sasa. Ugwa. Nakusikiliza mama. Nimekuita mwanangu Winnie, uje niongee na wewe mambo mawili matatu. Tokea tumehamia huku na kuona umebadilika sana, tofauti na tulipokutoka kule. Sijui una shida gani au una changamoto gani? Mimi niweke wazi, mimi mama yako naweza nikakusaidia. Mama, mimi niko sawa, sina shida. Nilikuwa na shida, mbona ningekwambia? Niko sawa. Mimi usinidanganye. Mimi mama yako, na usiogope kuniambia chochote. Kama nimeweza kukulea wewe tokea mdogo mpaka hapo umekuwa, na kujua vizuri mwanangu, kuwa sio Winnie yule ninayemjua mimi. Hebu niambie, usinifiche. Ndio maana nakwambia mama, mimi sina shida yoyote. Ningekuwa na shida mamangu ningekwambia. Sina shida yoyote. Kwani una mtu mwingine wa kumwambia siri zako zaidi ya mamako? Unaniogopa mimi? Hapana. Sasa kwa nini usiniambie? Niweke wazi mwanangu. Au nikuletee shehe? Uniletee shehe? Nimekwambia sina shida. Wewe unasema uniletee shehe. Shehe wa nini? Sasa mwanangu, mbona umebadilika? Wewe utakuwa na shida. Hamna mama. Wewe ndio unazidi kunichanganya shehe wakati mimi niko sawa. Au nikuletee mchungaji? Kwani mama unakuwa uelewi au? Pasta wa nini sasa hapa nyumbani? Nimekwambia mimi niko sawa. Hivi unajikuta nani wewe mtoto? Nakuuliza unajikuta nani? Sasa leo nataka nikuoneshe ukahadisia. Acha iko nachokifanya. Hii? Je, nikuoneshe. Sasa huyu nimfute kumbukumbu ili asikumbuke chochote kilichotokea hapa.
Mwanangu. Vipi, kumbe upo hapa muda mwingi? Nilikuwepo muda tu mama. Ila sasa hivi naenda nje. Haya mwanangu. Hapa nauta. Kwani nilikuwa naongea naye. Naona naanza kuzeeka sasa. Kama nilikuwa naongea naye, hivyo nimeongea naye kweli? Nitakuja kuongea naye. Na kama sielewi, yakafanya kazi zangu. Nilikuonya. Huyu mtoto mtu mzima? Poa. Ngoja nikaongeze pao, tutagumiana. Kafara isiyofaa. Kafara Ni upuzi gani ambao unaendelea hapa? Na umekaa hapa mbele ili kuongoza upuzi unaoendelea? Sasa nimekuja mwenyewe kiwembe makali makata. Kuanzia leo na kuendelea, mimi ndio nitatoa kauli ya mwisho, na nyewe wote itabidi mnisikilize mimi, sawa? Na atakayetokea yoyote atakayepinga kauli yangu nitamlamba. Nitawalamba wote ambao ataleta masiara katika kazi. Nataka mnielewe na nataka mnisikilize. Tulitoa siku 2 za kafara, lakini kafara naona ifanyie kazi. Sasa kuna jambo kubwa ambalo tunataka tuanze kulifanya. Kwa hiyo inabidi muwe tayari, la sivyo nitawalamba. Mnanielewa? Mmenielewa? Na napanga kikosi changu kitakuwa ni kikosi cha maangamizi. Hiki ni kikosi ambacho hakitashindwa na hakitadhibitiwa na kiumbe yoyote. Tunaelewana?
Kinju. Njoo. Na? Ulikuwa fanya nini kule? Wanacheza. Haya, mimi natoka ila manguo nimefunga, funguo naondoka nayo hii. Siachi, sawa? Ila chakula nimeshapika nimeweka kule. Basi kule unasikia? Ule ubakishe, usimalize, utajioni. Sasa tuna kachukua marafiki zako hapa mje mwanze kula chakula kiishe tu. Mimi natoka. Afu ile mwalimu wako anaitwa mwalimu nani? Mwalimu? Vipi? Safi, mambo? Safi mzima? Mzima, zawe. Safi. Afadhali hata nimekuona shoga yangu. Hivi vipi kuhusu kile kitoto kilichokuja Kilingeni? Hivi unakijua? Maana mimi kishai kunitokeaga. Huyu nikimwambia kuwa yule mtoto ni mwanangu, kwa ninavyomjua na huo mdomo wake, anaweza kwenda kuropoka kwa mkuu bure kinilambe. Hapana, kiukweli mimi yule mtoto hata simfahamu. Alafu kinachonishangaza zaidi, usiku wa manane. Sijui hata kimetoka wapi kile kitoto. Usiku wa manane maporini kule, kinatafuta nini? Yaani nakwambia yaani nawaambia na ole wenu mkiendelea na huo uchawi. Nilimshangaa yule mtoto. Kingine kilichonishangaza zaidi ni mkuu wetu kumshindwa yule mtoto. Yaani mimi pale ndo aliponichosha. Mkuu alimchekesha, kuna mzigo nimeuacha kule. Ndo tunausubiri sasa huo mzigo, je, atakifanyaje kile kitoto? Kweli huyo mkuu naona anadanganya tu. Hata simuelewi hata kidogo. Maana nilijua sisi ndo wenye nguvu ndogo, lakini nashangaa naye kapigwa pamoja na sisi. Shoga wewe acha. Haya, na wewe kwa nini juzi ukuja Kilingeni? Bwana, mimi juzi sijaja kwa sababu nilikuwa sijisikii vizuri. Nilikuwa na sababu zangu tu ambazo zilinifanya nisitokee kule. Ila haina shida mbona? Wenzao usiku tumejitutumua kuja kwako jamani, tumepigwa fimbo. Hadi mkuu nakwambia katandikwa. Mkuu hadi anataka kudondoka. Nyinyi usiku mmekuja kwangu. Halafu aliyewachapa ni nani? Yule mwalimu wako alokuchapa. Nishamjua mwalimu Mkombozi. Sawa basi nitatafuta. Haya, baadaye mwanangu. Haya, bye. Haya mwanangu. Hapana, ile nyumba yenu sio poa. Yaani kutakuwa kuna kitu mule. Tumetandikwa na mwangalia mkuu pembeni yangu, yeye ndio yuko hoi. Jamani, tulivyomaliza hapo, hakuna aliyebaki. Nikajua labda hata mkuu atabaki, tumedondoka naye wote Kilingeni nding.
Yaani nyie na huyo mkuu wenu mnanichanganya. Hivi mkuu anapigwaje? Yaani mimi mnachonishangaza ndio hicho. Anapigwaje? Anapigwaje? Ile nyumba yenu kama ina mazindiko au ndio maana mumeo uweze kumtoa kafara? Tuachane na hayo. Maana hapa nikiendelea kuongea na wewe, tutaongea hatumalizi leo. Shoga yangu, ngoja mimi niende na mambo yangu. Haya, poa. Poa. Kafara isiyofaa, damu imenena, kivuli kimeamka, hakuna pa kukimbilia. Kafara isiyofaa, usiku umehukumu, kila kilichofichwa leo kinakurudia. Sauti ya mwanaume zito na ya kutisha. Halo. Halo, saizi. Ndugu yangu, toka nimehama huko. Nimekuja huko hata kunitafuta. Hata kama ndugu yangu, wewe ni shoga yangu. Yaani toka nimehamia huku. Ile shida ya mwanangu ndio kama imezidi, yaani simuelewi kabisa. Unasemaje Olivia? Umesafiri? Umesafiri na mdogo wako? Jamani, yaani ndugu wetu ndio umeisha hivyo? Yaani umeshindwa hata kuniaga? Sio vizuri Olivia, mimi nilikuwa nakutegemea sana. Utarudi lini? Amenikatia simu au mtandao? Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali mwachie ujumbe wa sauti, voicemail, baada ya mlio wa beep. Kwa sababu kaondoka bila kuniaga. Alafu nampigia simu. Eti haipatikani. Au kwani mdogo? Mimi ni mwanamke nijiamini. Binti yangu mwenyewe hawezi akanishinda. Na wahenga wanasema tembo ashindwi na mkonga wake. Sasa mimi siwezi binti yangu akanishinda. Nitapambana mpaka binti yangu atakuwa sawa. We dada. We dada. We dada. Jamani. Yaani baadaye ningesubiri mimi muombe msamaha anakimbia.
Kafara isiyofaa, damu imenena, kivuli kimeamka, hakuna pa kukimbilia. Kafara isiyofaa, usiku umehukumu, kila kilichofichwa leo kinakurudia. Sauti ya mwanaume, nzito na ya kutisha. Walisema ni tambiko la mwisho, lakini walifungua mlango ambao haukupaswa kufunguliwa. Muziki unapanda kwa nguvu, violenza huzuni, mapigo ya moyo na sauti za minong'ono. Kila hatua ni kilio, kila ukuta una siri. Macho yanaona, lakini roho ndiyo inatetemeka. Aliyechukua kafara sasa ndiye anayewindwa. Watoto wanaimba kwa sauti ya mbali, njoo, njoo, usiogope, tuko hapa. Kisha kimya cha sekunde chache, halafu mlio mkubwa wa maana orchestra. Kafara isiyofaa, laana imezaliwa, mlango umefunguliwa, na mwisho ndio mwanzo. Kafara isiyofaa, laana imezaliwa, mlango umefunguliwa, na mwisho ndio mwanzo. Ukisikia jina lako likiitwa gizani, usiitikie.